Kinachoendelea kati ya Gigy Money pamoja na Mange Kimambi hivi sasa kimeibua sura mpya mtandaoni mara baada ya Gigy sasa kuonekana anamlipua upya mwanadada Mange Kimambi. Hivi sasa ameandika ujumbe mzito sana kupitia mtandao wa Instagram, huku akimwataki mwanadada huyu kwa kile ambacho kimekuwa kikiendelea. Sasa nitakusomea kile alichoandika, then baada ya hapo nitakukumbusha kile ambacho kimesababisha wamefikia kwenye ugomvi huu mkubwa. Gigy Money ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba huyu anayezungumza maumivu na aibu za watu kuwa content ndiye mumuite mwanaharakati, anauliza. Kisha akaendelea kusema kwamba kweli ameweza kuwapumbaza. Kama kweli anapenda haki, mbona app yake anaonea wanyonge na matajiri anawaachia? Anauliza. Akaendelea kusema anatuweka sisi akina Mange, anatuweka sisi ambao hatuna uwezo. Matajiri anawa blackmail, wakisha mpa hela anawatoa. Aliwahi kumweka mkuu mmoja wa benki kumshambulia, lakini baada ya muda akamtoa, kisha akamtoa baada ya muda. Kilichotokea hatujui. Akaendelea kusema akisema kwamba alimweka pia video za waziri mmoja, baada ya muda akaitoa. Ila Gigy sina cha kumpa, amenianika utupu wangu bila kujali nina watoto wala kesho yangu. Hadi mama yangu mzazi wa star mtu mzima kamweka na kumdhalilisha faraga yake kwa kuwa tu hana cha kumpa. Hajajali zamani alikuwa na mahusiano naye mazuri tu, hata kumkabidhi mtoto wake kaka yetu Profesa alikuwa mgonjwa, anapigania uhai wake in the same name of content. Hakumhurumia yeye wala familia yake, akamposti akiwa wodini. Sasa hapa anamzungumzia Profesa J ambaye kipindi alikuwa anaumwa aliposti content zake akidai kwamba ni content. Kisha akasema kwamba alikuwa wodini na mipira na kusema hana muda mrefu wa kuishi kama vile yeye ni Mungu. Huyu ana utu huyu, mbona naye mnafiki tu? Anaendelea kusema kwamba hata hivyo serikali nina mashaka kuna sehemu hawakukubali ushetani wake wa app, ndio maana akawageuka. Mbona mwanzo alikuwa ana posti mpaka pale alipofungiwa app yake Bongo ndio akaanza kuona mabaya ya serikali? Mange we ni shetani, ila wachache wenye macho ya rohoni ndio watakuona Mungu. Mungu kakupa nguvu kubwa ya ushawishi unayoitumia kuvunja watu. Mwisho wako sio mzuri. Mimi sikusapoti sababu najua yote unatengeneza kwa faida yako. Huna uchungu na nchi. Fungueni macho wa Bongo, huyu malaya anatutumia nyuma ya yote. Napigania wa Tanzania, anafanya kazi kubwa ya giza, sio kwa ajili ya kubadilisha dunia ila kuitawala. Kuona wabongo wengi wajinga nyinyi, anasema kaona wabongo wengi wajinga nyinyi ndo mnampa hela, lazima atengeneze kitu cha kufanya mkombozi wenu ili mumuamini. Huyu akipuuzwa atapanda watu kichwani. Usisubiri mpaka jina lako, picha yako au mzazi wako idhalilishwe. Amkeni, mi hata nikibaki mwenyewe nitasimama kusema ukweli. Mange ni buli na mnyama anayetugawa ili atuendeshe kwa maslahi yake, sio ya nchi. Sasa ni kama vile anamuattack Mange Kimambi kwa kwamba anajaribu kuigawa nchi, anajaribu kutugawa sisi wa Tanzania kwa sababu ya maslahi yake binafsi. Anadai kwamba mbona kabla serikali haijaifungia app yake kipindi akiwa bado hajafungiwa app yake alikuwa anayasema mazuri ya nchi, na sasa hivi anaonekana baada ya kuwa app yake imefungiwa nchini Tanzania amebadilika na yasema mabaya ya serikali na watu wake. So ndo hivyo, vita inazidi kuwa kali sana kupitia mtandao wa Instagram.
na kiukweli watu wengi sana wanaonekana kureact kile ambacho mwanadada huyu amekiandika. Anasema kwamba sasa watu wanapiga picha za utupu za nini? Utadhalilishwaje kwa kitu wewe mwenyewe umejipigia? Acheni kujipiga picha za ajabu. Huyo Mange atakosa cha kuwadhalilisha. Huyu anaitwa Antifina Phones ambaye anatoa ushauri. Mwingine anasema kwamba aliyekutuma ujirekodi wakati wa mizagamuano ni Mange au nyege zako? Kosa la Mange ni kuposti, si ulimchokoza tu. Hebu tupishe, no reform no election. Umaarufu una gharama zake jamani, ila wasanii wa Bongo jamani wanataka mazuri tu, mabaya yaende kwa nani? Wasanii hamdhalilishwi, mnajidhalilisha wenyewe kwa matendo yenu. Mange ndio anatumaga mjirekodi mkiwa faraga, anauliza. Kisha akaendelea kusema kwamba mnajijua nyie ni vioo vya jamii, mnafanya mambo yasiyofaa ili mkipostiwa mnaona mnaonewa. Mbona wapo wasanii kibao na watu maarufu kibao hatuwaonagi kwenye Mange? Ni kwa sababu tu wanajiheshimu, end of the story. So ndio hivyo, kila mtu na mtazamo wake kutokana na kile ambacho Gigi anakisema. Niandikie maoni yako chini ya video hii. Mimi naitwa Jimson Natson.